Umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu hawana marafiki, lakini bado hawaonekani kuwa na haraka ya kubadilisha hali hiyo? Hakuna ujumbe wa kila wakati. Hakuna kundi kubwa la watu. Hakuna mipango ya weekend. Ni ukimya tu. Na kwa namna fulani, bado wanasimama imara. Kwa haraka, ni rahisi kuhukumu. Unaweza kufikiri ni watu wasiochangamana, waoga wa kijamii, au labda hawapendeki. Lakini ukichunguza kwa undani kidogo, utaanza kuona kitu tofauti. Watu hawa si kwamba wako peke yao kwa sababu walikataliwa. Wakati mwingine, wako peke yao kwa sababu walichagua kuwa wachaguaji. Kwa sababu kuna wakati katika maisha yao, waliacha kulazimisha mahusiano ambayo hayakuwafaa. Waliacha kujipunguza ili wakubalike. Waliacha kuwapa nafasi watu ambao hawakuwa na nguvu inayolingana nao. Na polepole, mzunguko wao ukapotea. Sio kwa bahati mbaya, bali kwa uelewa. Kwa sababu unapoanza kufikiria tofauti, kuona tofauti, kukua tofauti, mahusiano yako yanabadilika. Na watu wengi hawazungumzii sehemu hii. Awamu ya ukimya. Awamu ambayo wewe si yule wa zamani tena, lakini bado hujapata watu wako wapya. Na hapo ndipo watu wengi huhisi kupotea. Usiogope. Katika video hii tutachambua tabia 5 ambazo mara nyingi watu wasio na marafiki huwa nazo. Tabia ambazo zinaweza kubadilisha jinsi unavyojiona au unavyowaona wengine. Namba 1. Wanajithibitisha ndani yao wenyewe. Watu wengi hutegemea wengine ili wajisikie wana thamani. Wanatafuta kukubalika. Wanasubiri kuthaminiwa. Wanahitaji mtu awaambie unafanya vizuri. Lakini watu wasio na marafiki wanajenga kitu imara zaidi. Wanajithibitisha wenyewe. Hawasubiri sifa. Hawakimbizani na umakini. Hawahitaji kuthibitishwa kila mara ili wajisikie salama. Wanaamini maamuzi yao, hata kama hakuna anayewaelewa. Na uhuru huo hubadilisha jinsi wanavyoishi. Kwa sababu unapoacha kuhitaji uthibitisho wa wengine, unaacha kufuatilia. Unaacha kuvumilia mambo ili tu ukubalike. Unaacha kujifanya ili uingie kwenye kundi. Na si kila mtu anafurahia hilo. Hivyo mahusiano mengine hupotea. Sio kwa sababu wewe huna thamani, bali kwa sababu umeacha kutegemea kukubalika. Namba 2. Wanafikiria mambo kwa kina. Akili zao hazikai juu juu. Wanachambua, wanatafakari, wanahoji kila kitu. Watu, hali, hisia, hata wao wenyewe. Hawaishi tu maisha, wanajaribu kuyaelewa. Na kwa sababu hiyo, mazungumzo ya kawaida yanaonekana matupu. Mazungumzo mepesi yanawachosha. Kwa sababu wakati wengine wanaridhika na urahisi, wao wanatafuta kitu cha kweli, kitu chenye maana, kitu cha kina. Lakini ukweli ni kwamba si kila mtu anataka kina hicho. Hivyo badala ya kujihisi kutengwa kila wakati, wanachagua upweke. Sio kwa sababu hawapendi watu, bali kwa sababu hawawezi kuishi maisha ya kuigiza. Namba 3. Wana mipaka imara sana. Hapa ndipo mahusiano mengi yanapovunjika. Kwa sababu mahusiano mengi yanategemea kitu kimoja: kutokuwa na mipaka. Watu wanabaki mahali wanapodharauliwa, wanatumika, wanachoka, ili tu wasiwe peke yao. Lakini watu wasio na marafiki wamejifunza kusema hapana. Wamejifunza kuondoka. Wamejifunza kwamba amani yao ni muhimu kuliko kukubalika. Hawajielezi kupita kiasi. Hawaombi kueleweka. Hawashikilii watu kwa sababu ya kutaka kuwa na mtu.
Na unapoishi hivyo, unapoteza watu waliokuwa wakinufaika na ukosefu wa mipaka yako. Na hivyo ndivyo mzunguko wako unavyopungua, lakini maisha yako yanakuwa mepesi. Namba 4, wana hisia kali za uelewa wa ndani. Wanagundua vitu ambavyo wengine hawavioni. Mabadiliko madogo ya hisia, tofauti kati ya maneno na matendo, dalili ndogo kwamba kitu si halisi. Wanaweza kuhisi kitu hakipo sawa haraka sana, na kwa sababu hiyo hawaamini kirahisi. Hawapuuzi ishara mbaya, hawalazimishi mahusiano yasiyowafaa. Wanatazama kwanza, wanajaribu kuelewa, kisha wanaamua. Lakini uelewa huu una gharama, kwa sababu ukishaona watu kwa uhalisia wao, huwezi kurudi nyuma. Unaanza kutambua kwamba si kila uhusiano ni wa kweli, si kila nia ni safi, si kila mtu anastahili nafasi katika maisha yako. Hivyo badala ya kulazimisha urafiki, wanachagua umbali, na ndio maana mara nyingi wanabaki peke yao. Namba 5, wanakuwa kwa kasi kuliko wengine. Huu ndio ukweli ambao watu wengi wanashindwa kuukubali. Ukuaji hutenganisha. Unapoanza kubadilika, mtazamo wako unabadilika, tabia zako zinaboreshwa, vipaumbele vyako vinakuwa tofauti. Na kwa kawaida, unaacha kuendana na watu wa zamani. Vitu vilivyokuwa vinawaunganisha havifanyi kazi tena. Mazungumzo yanabadilika, nguvu ya uhusiano inabadilika, na polepole mnaachana. Mpaka siku moja unagundua uko peke yako. Lakini huku sio kushindwa, ni mabadiliko. Kwa sababu huwezi kukua na kuwa mtu mpya wakati bado umeshikilia kila kitu cha zamani. Wakati mwingine ni lazima uwazidi watu, hata kama inauma, hata kama inaonekana kama upweke. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.